mtu ako na D minus, je anaenda kufanya nini, but akishashuka the rest of the things zitakuwa into place. So kindly guys, kwanza tu focus na 8-8. After tumeachieve hiyo 8-8, you guys, tukishafika hapo hata tunaweza hold our meeting hapo, tunaweza hold our citizen assembly tukiwa sasa tumeketi hapo, kwa sababu wanakuja wanaspy on us hapa kwa space. But unaona tukishatokea 8-8, like tunafaa sahi everything ina go around vile tutamobilize watu kwa 8-8. So thank you, that's all I have, and nimaliza nikisema Ruto must go. Thank you. Okay, shukran Wanjiru kwa kuchangia na story ya 8-8. Mtasikia wadau mpaka tuzingatie. Ningependa kurusha mic kwa Samuel, alafu kisha kama uko na la kusema unaweza ku raise your hand. We still have so many people requesting the mic, lakini kama tunaweza kuchangia tufupishe kidogo maono yetu itakuwa ni bora zaidi. Tuwape kila mtu chance ya kuongea ili tuzidi kutoa maoni na kujenga huu mradi. Shukran. Samuel. Okay, hello. Hi. Hi. Sasa kupata endelea. Unasikia? Unanisikia? Yeah. Hello. Endelea. Hello, nilikuwa nataka suggest that kwanza kuna kitu inaniuma. Inaweza kuwa aje mtu anaua tu mtu kutoka kwao. Yaani innocent people are just dying. Kila siku tukitokea maandamano lazima kuwa na mtu anakufa. Why is Johnson? Ona tu si request military wa take over. Alafu tuitisha for fresh elections. Hiyo ndio the only way tunaweza toa Ruto. Tuitisha fresh election na tukae tu na hiyo kitu. Tuombe tu military wa take over, tuambiwe wa take over juu. Huku ni kama hatuna president, hatuna government huku. We need the military to take over. We should occupy the military base and tell them to occupy, to take over the country so as we can take over by elections. Tunajua election pekee ndio kitu inaweza toa Ruto. Uzakawa hawezi kubali kushuka. Unless tuitishe election, tuende IEBC, tuseme tunataka elections, fresh elections. I guess hiyo ndio kitu tu nilikuwa nataka kusema. Okay, shukran, maono makali na mazuri sana, tumependa sana. Tunaenda kwa Jimmy, kisha Jimmy ukimaliza tutaenda kwa James. Jimmy wawili. Thank you so much, Afrocent, for this space. I have some few issues I would like to highlight, and I think these issues will help us on how we will move forward. The first thing, I feel that we have lost focus in a way. And this political class imetufinya because of one mistake we made. And the mistake we made is saying that we are leaders. Saying that term has made them, ama wamepata hiyo opportunity, specifically Raila amepata that opportunity kuingililia. I think we should try a way, if we are able kabisa, we try to single out some few people, one guy who will be able to represent us in a way, because if we continue saying that we are leaderless, we will not be able to achieve. These people will come and they will take over our movement, you see. But if we have a certain structure, I think that will be able to help us. And because already the political class imejiform together, na which we wanted them wakuje pamoja. Sasa tumejua like huyu Raila ni simba mwenye amejieka ngozi ya mbuzi. So already we have formed them, wamekuwa pamoja. So attacking these people in one thing is the best thing to achieve. And I feel as we look ahead kuchagua this leader, we should look for someone who has a chemistry with these people. Maybe yes, anaweza kuwa ni generation X ama maybe millennial, yes, because we can't say that our own like city millennial na Gen Zs we can be able to lead. We can't, because we need these wazees to give us the experience. Yes, we may be having that knowledge and everything, but we really need these people to guide us and also to tell us what we should do. But I feel if we can single out one person, if it's the likes of this Senator Okiya Mtata,
he can be able to be up there to be our leader, but hapa wenye wako chini yake kama sasa makabinet secretaries, just an example, those people who are down chini yake wakuwe ni Millennial na Majensi. That one I'm supporting it. And if there's certain cabinet secretary so called Mtaikawe, the other guy from Kisii, Matiang'i. Yes, Matiang'i did some things which are wrong, which we agree as a generation. Kuna vitu zenye alifanya zenye si poa, but at least alipaint a certain picture. Most especially alipaint a certain picture to those people in the village to be a saint, which we will use it as an opportunity to who those people who are in the village so that they can be able to support us. If we can have someone like Matiang'i on our side, he will be able to anaweza change wale wa mama huko Ushago, kwa sababu watu wengi huko Ushago wako na kura pia, wa mama na those unlearned guys in the village. They need someone mwenye wanaona like amefanya kitu, and that's why I'm a bit suggesting someone older. An example of Matiang'i mwenye alijiprove kwao wazee. At least we know he made a mistake, but at least hakuna mtu hawezi fanya mistake. Even if tukichagua sahi Boniface ama Karif tuseme India, of course atakuwa na mistakes pia yeye atafika point anataka usaidizi from these other guys. So please let us come with one guy who has a chemistry with this political class, who has been with them, at least who knows their tactics and will be able to tell us ikikuwa hivi inakuwa hivi na mwenye ataweza vuta, because we are a learned generation. We need now the support from those people wenye wako huko Ushago wenye hawajakuwa exposed sana, and to attack those people we need some people like watu wenye wameingia na hao watu wamefanya something. An example of Matiang'i. The second thing, we have a problem in terms of ourselves because we are fighting amongst ourselves. Every time nimeenda kwa space, every time we are in the space na nimeona maybe Osama is there, Osama anakuanga attacked everywhere. Osama anakuanga ridiculed. Ni kama ni yeye peke yake alifanya makosa kwa hii generation yote. Yani ni kama ni yeye tu peke yake. Hapana, tusikae that way. Kila mtu hapa ukosea, but doesn't mean sasa tumupaint as a loser, someone mwenye amebetray nini. Hapana, we should do that. Because if we focus on fighting this person who no, that's not our focus. Our focus is to ensure that this political class and all these people, Ruto and the Raira's kings, waende kabisa. So let us not fight Osama. Alifanya mistake, aliomba msamaha, please. Let us forget that one. Let us accept him like ours and let us soldier on. Na tumwambie like sasa, we will fanya mistake. Let your followers and all those people that trust in you now, get them to track and we follow what we want and we attack exactly what we want in this. The third thing is we are failing in terms of strategy. And this strategy that we don't have is the one which has made we don't have. Can you hear me? I hope you can hear me, guys. Okay. Yeah, the third thing is strategy. Ambayo imefanya like we don't have numbers kwa ground. And we should come up with a strategy. And it's not about kila mtu hapa akuja aseme like, oh, we need a strategy. Give out the strategy that you have. The way I've said, like now we should come up with a leader. We should not stop fighting other people. Those are the things, those are the ideas we need. We don't want you to come here, tell us like, you know, guys, we need a strategy. Which strategy? You are the person to come up with a strategy because we have no leader at the moment. So we need you to come with a strategy. And that is why I feel like this thing imefanya mpaka momentum imeisha kwa wase. Unaona? It's because we lack that one person mwenye anaweza to guide. Unaona? The third thing is about the funding. We don't have funding mwenye anatusaidia ama mwenye atatusaidia. Because in this revolution, we really need somehow like money. And we don't have, at the moment, we don't have those people who are going to assist us. Our serikali inasema like the fourth king. No, we don't have. We are our own funders. No. So if maybe we are saying that we should occupy JKI, if we should occupy CBD, we should support ourselves. In which way? Not in terms of
kutafuta pesa tuende tupatie huyo the so called Jihani Warit whatever. No, we support each other by ukifika kwa stage unapata msea kwa zile za nilikuwa niishie tao but niko chini. Mlipie fare, fika tao nunulia msemaji. Unaona, mtu ako ready akoshua hata akitoka kwa nyumba anajua mimi nikienda Nairobi hata kama niko na fare ya kwenda paka kufika CBD. Yes, but nikoshua ndarudi kwa sababu jamaa zangu watanilipia fare ya kurudi. Ama nitapata maji, ama nitapata some food around town. You see, if you be able to accommodate that to Saidiane in that way, this movement itakuwa inaenda ahead. The third thing is the fifth thing is political party. Nimesikia msee akisema it's too early to come up with that idea of political party because still tujafika that point yenye tunataka. Political party can be formed overnight and everything can turn, because we can only turn one side. So political party is not an issue to go about at the moment because that one itaanza kuleta some wrangles. Let us these people fall overnight. We can make a political party tonight. Tomorrow kila mtu wako kwa hiyo political party, we register and we do everything inatakikana because there is no law I believe there is no law in a specified that now this political party inafaa kuwa for a certain period of time ndio ikae poa. I don't think that's iko. The sixth thing and the last one is about civic education. We are focusing more in Nairobi, we are focusing more in major towns, but we are leaving the people in the village who think that wamerudi back, wamesema sasa vijana wanaandamania kwa nini? Because wame lose the sense of maandamano. Unaona, they cannot no longer support us in the villages because they don't understand what we are fighting for. If we can be able to be able to tell these people and also give them that knowledge now tuwasaidie in terms of kufikiria na tuwasomeshe tuambie exactly what we want and where we are heading to, I believe they will be able to support us. And because despite that tutafight hapa Nairobi tupige kabisa maandamano venye atakuwa bado in those villages we have a problem. And if we can be able to help those people in the village who understand why, they will be able to support us and we will be able to move in one wave and we'll be able to remove this person. Saa 12 asubuhi. The last thing is about military. I think military works when there is lack. I'm finalizing. The military works when there is what we call lack of trust from the people to the government. These people now have formed together and they are in one place. Sasa political tumeiona. If we can be able to do all those things as nimewaambia and tukae na momentum and also tukae na numbers na tukae pamoja, military will use that opportunity to say like now watu ni kama wamechoka na hii serikali and they will pop in. We cannot just go into military and tuwape barua tuamke asubuhi wafanye. No, they have to test the grounds. And the worst thing this government has done is to unleash military to the ground. They have tested the ground. They have seen how reception they are being received by the Kenyans. And I think that is the worst mistake they have done, and that mistake is going to hit them. Otherwise, thank you so much. Have a good day, and thank you for this space. Asanteni. Okay, thank you. I was to be next. KOT, can you hear me? Yeah, sure, I can hear you. Kindly use 3 minutes. Watu ni wengi sana. First of all is condolences kwa wale waliotuacha wa fallen heroes. But I am a millennial and I want to blame the millennials because we've not taken the leadership role to guide the Gen Zs, who are our brothers. I am a firstborn to all Gen Zs in my family. And let me say this. Nimesikia kuna mtu ameenda kotini kushtaki the president. The president has immunity under Article 143 unless that is exempted under Article 143(4). Kwa hivyo sifahamu kama koti itakubali ile kesi iendelee. The other thing is nimekuwa nikizungumza kwa kweli nikisema tunakosea, tumekuwa tukiandamana kila siku. Mimi nimekuwa nikienda kwa hiyo mgomo kila siku. Lakini kuna mahali moja tunakosea. Tunafika, we do demonstration, but after doing demonstration we are repatriated back. And the moment that happens, it gives these people opportunity to reorganize. Then nikasema
If we want to get Ruto out of office, we have Article 145. We need to get political leadership in parliament to be able to introduce an impeachment motion of the president and his deputy. If we don't do that, we are just wasting time. Hakuna haja tudanganyane. Na mambo ya military, let me tell you. Unajua, let us read the constitution. Let us make the constitution of Kenya our friends. The only way the military can come in the Republic of Kenya is if we create havoc that the police cannot be able to sustain. Which sort of havoc? Insurgency in form of war. We become so radical. That's the only way the military can come in the streets. And that's why now we can take that opportunity. The issue of the political party, that's a very good idea. Let me tell you guys, Raila and Ruto played a very big political card which you've not seen. Have you asked yourself why Opiyo Wandayi was given the minister, the CS position? Opiyo Wandayi was given the CS position because James Orengo has been supporting the Gen Z movement, even by representing some of our people in court. Let me tell you guys, the reason why there will be a by-election in Vihiga, in Vihiga County, and through that vacant position for Opiyo Wandayi, is to test the waters, the depth of James Orengo's influence in Vihiga. Don't be lied by anyone. Not Vihiga bwana. Omera. Hey, It is? uko Siaya bwana. I'm Ni sorry. Siaya Ugunja. uko Ugunja. Ugunja uko Siaya. Sorry, it's Siaya. Okay? And we need to agree that we need political leaders who are encouraging the Gen Z movement from the Nyanza region to ensure that they co-opt our movement. Kwangu mimi, niko tayari kutoa hata 10,000, we register the party. So the party is registered with 500,000. If we get 50,000 millennials and Gen Zs contributing some money, we get that political party done. At the time we are doing that by election in Siaya, we have somebody sponsored by the Gen Z movement. That's when this political class will take us seriously. Otherwise, we are going to take somebody through ODM or through another political party, and you note that most political parties have already been affiliated to the Kenya Kwanza regime. So you'll just be recycling garbage. The same way Muhammad Ali, the former KTN journalist, Nyali MP, entered parliament, we thought he could be theme of change in Kenya. He never became a theme of change in Kenya because he went to the same forest where the monkeys taught him how to play the dance in that forest. So please, guys, me, I'm ready to support the movement, even financially. I'm ready. Wale wako tayari to register chama. I am ready to pay somebody to go to the burial of the young man who will be buried in, is it Siaya tomorrow? I think I can send 2,000 right now to ensure that mtu ameenda ameni represent, because I have a sick kid headed to Embu right now to go and take care of my son. But I need somebody to represent me. If I was free, I would have gone to Siaya to ensure that we stand with our fallen comrades. Kwa hivyo KOT and Afrocentric, niambie nani naweza tumia 2,000 saa hizi, nataka tukue represented so that these people can start taking us seriously. Na hiyo movement ya tarehe 8 mwezi wa 8, let us go in full force. In full force. Tusikuwe desisted, tusikuwe ati resistant, amsheni watu. Na ile ni story tulikuwa tunafanya kwa clubs on every Fridays and weekends. Let us restart it again. Hizo anthems za Ruto must go in clubs, tuzianze tena. Even in Luo Nyanza, tuanze anthems za Odingaism iishe. Let us do civic education in every manner to ensure that we win this war. Asanteni. KOT, I want to answer James. Afro, I want to answer James. James, I will liaise with Koino. I know if he will attend, because he might be on my maeneo, but I'll want to know. He might be there, so I'll liaise with him if he'll attend on your behalf, so that you can help facilitate with his movement in that county. So I'll call him when I drop off. Then I'll know the way forward. The other thing I wanted to say. Inbox me the phone number.
I'll get to you after I've confirmed Okay. with him. Thank The other thing I want to tell you guys, cabinet secretaries will be vetted on Tuesday, 30th of July in Parliament, Nairobi, around Parliament Road. Whatever you do with that information, just know that Tuesday, go out in numbers. We should not even be thinking about first going to vote in that place. Kwanza huyo pia Wandai, tunafaa tuonyeshe William Ruto we don't want them. We did not want the opposition because that is the information imekuwa ikimfikia. So on Tuesday, go and occupy parliament again so that they know hizo sittings will not go on. There is no vetting that will go on until William Ruto decides to bring people who are qualified to hold those positions that he has given out. Mark the date, Tuesday, 30th of July. We start the mobilization. Whatever we will do, TikTok, Facebook, YouTube, even if it is paying media houses to go and project that information, tutachanga hiyo pesa ya kulipia media, tuende tuseme, we can send Kasmuel aende ambia watu, on Tuesday we will occupy parliament, so that they just know hiyo information ifike huko mashinani. Then there are people who are hurt. Why? Because Ruto, they voted Ruto and because they hated Raila. Na kuna watu wenye they hated Ruto, so they voted Raila, and they were supporting this movement because of either of the two. So now that they have joined forces, they are confused, they are hurt. Hizi feelings za nini tutoe? I told you yesterday, mtoe emotions kwa hii movement. At Raila, Ruto. Me, I voted Raila and Martha Karua. I even have that photo in my DM. Lakini right now I've ditched all of them. Niliditch Raila last year. I woke up and said after he decided to go on the table to do the NADCO talks, I said enough is enough and we move on. I even told Ayo, enough is enough. We now move on and focus on a better country. And I said I'll just hang in there and see whatever is going to happen. And right now, there's an opportunity for us to make things right. Let us make things right. Tutoe emotions kwa hii movement sahi. Tutoe partyism, tutoe hizo vitu zote sahi. Let's think. I was having a conversation with a friend and I told him, when we decide that we want to field a candidate in Siaya, we will go there. We'll create a party. We can even call it Gen Z movement, which will represent the values that we want. But right now, let us focus on Tuesday. We occupy parliament. Kindly let us just occupy parliament. That is where we will stamp another authority and another stage. So guys, Tuesday mtoke in numbers. We should occupy parliament. I'm just saying that. I'll start amplifying that mapema. Kama there is anything that we need to go to the media, pay the media houses to get that information huko mashinani, let us do it right now. Now is the time. We don't have any other time. Sisi hatutaki hao CS, hatutaki kukuja huku kuanza kusema what ifs. We need solutions. Thank you. Okay, shukran James kwa hayo maoni. Ningependa kurusha mic kwa Nyaboke, kisha Nyaboke ukimaliza, naona kuna mwanadada hapa aitwa Sanias. So Sanias, baada ya Nyaboke unaweza kujitayarisha. Nyaboke? Good afternoon, everyone. Can you hear me? Yeah, endelea. Wanisikia? Endelea dada. Okay, nashukuru kwanza, like nimekuja kwa space, I have 0 followers. Then all of a sudden I've become a speaker of today. Like sasa nasema as a Gen Z, yani really frustrated the government for everything. Like I'm sick, but I was forced to talk today. Like you can see the CSS, like when yamerudisha for now, ni wale like they corrupt. For example, for the land, ni mtu like mwenye amekuwa, you can see the Portland case, like watu huko wakuwa wameteseka, ni watu maskini, watu wa mabike. Like I've been there, like I'm
a member of Portland who was affected, but nimekuwa tu nikipita zangu, napata mtu wa bike anakwambia like this government, you are the one who voted for it, but we are really frustrated. Like, na feel vibaya sana. Alafu au Ministry of Land ndo amerudisha, like amewarudisha ndo because there's chemistry behind, au watu like mabwenyenye ndo wametake hizo land. Wale watu miskini walifukuzwa, like unapata mtu ako landless alafu namhurumia, alafu watu ambie like now we are happy wamewarudisha. It is really ni vibaya. Alafu ukikuja sasa kwa chenzi like your party, mi nasema like say for now, if you have a party for now, mi naona like watawapotoza. Acha tu, time is coming. Yes, of course we want that party to come, but time is coming. Acha tuingoje tu ifike hiyo time. Hiyo time ikifika, we can have somebody to lead us, but for now no. Alafu wale watu kwa mashinani si eti hawajui cha kuongea, media hawafiki huko. Kitu ingine like me, I have friend from Nyamira, yes of course, but now I'm Nairobi. Yes, wale wenye wako huko hawana hiyo like the voice to say kitu yani hawana hiyo media kufika huko. Alafu wale wako Bomet wamekanyagiliwa, nyumba 10 wako huko. The more unatoa hiyo voice yako, Rido wamekanyagiliwa, hawatakuja. Of course next month wanakuja tu Nairobi, shule zinafunguliwa, comrade we are back to school. Sijui hapo kawatafungia. Alafu comrade bado tusimame na hiyo msimamo. I'm really frustrated by this government. Sioni hata hiyo sijui hiyo meter, acha tuingie. Because yesterday I was so angry about it. This government, hapana. And this party, hawa watu ni wakututumia tu like, no. Acha tu tusimame na msimamo yetu, na watu wapate. Me especially for the Portland people, like, when I get people, sometimes I go to Kitengela, unapanda bike, unapata mtu wa bike anakwambia, I was the one who was affected by the Portland case. Like, mtu alichukua loan, akabuy land huko. Alafu sudden government, sijui koti, ndio hizo zenye wanasema sijui ni za gava. Simewachukua. Na hakuna nothing they can say because wanajua wale ni watu maskini wamekuwa affected. Wale mabwenyenye wameshachukua. Like the Machakos people, like wamekanyagiliwa. They don't have a voice, especially for the Portland people. Ni kama mnanisikia bado? Endelea. Okay. Watu hawana say. Mi nashukuru kwanza, I have 0 followers. Mi nimeingia hapo tu kwa space na nishaongea. At least hao watu akiwa like the Portland people, at least for today, if you have a chance to go to huko town, represent them because I'm not affected anymore. I don't have a relative from there. But ukipata watu, sometimes unapata mama ameishi juu kwa nyumba kama bati huko, anakwambia, unaambiwa huyu mama alikuwa anaishi huko Portland, alikuwa anauza mboga, all of a sudden Portland iliwafukuza and they don't have a home. Wanaishi tu kama vipanda huko, and that's not the life to go. Tusimame si hata tuhurumie kama hao, you know. Alafu na ule ushago, at least media ifike kama huko ushago, like huko you have a phone, you know what to do, at least make them to be heard. Sasa mtu kama it is rare niende huko ushago, but acha tuwapiganie, sababu after all mimi nikitoka Nairobi nitaenda huko ushago ya kwetu. Huko ukikaa kizuri hivi like it is well, kila kitu ni kizuri na mimi nitafurahia. Lakini sasa ukienda huko they don't have nothing to say, they have no say, they have anything, nothing. Ni kubaya. Lakini jinsi bado na our brothers and sisters millennials tushikilie bado, msituache. It's not financially but tusimame bado. It really hurts. Sijui sasa the president, mimi hata nasema hiyo media, hata sijui what hiyo the military hata take off, sababu hatuna government. You see wenye tulikuwa tunasema like au sijui this from the opposition, wengine uko naona like huyu sometimes anasikia watu, sasa ameenda huko wananchi watamwambia nini? Obvious ata take instruction from the above and nothing
itatusaidia sisi kama machenzi and other generations tupiganie bado. Hiyo ndo niko na I'm really frustrated by this government. Nothing I have to say about it. Okay, thank you, bye. Kioti, where that guy alikuwa amesema nataka kurepresentiwa kwa matanga. I've talked to Kowino and he has told me nipewe nipewe full details about the same cause Siaya is a bit big ndajue how he will spread himself cause yeye pia ako na tushughuli hapo. So the guy can request akuja pia ni details, then we know the way forward. Anybody else mwenye atakuwa interested kurepresentiwa, we can talk to Kowino. Amesema it's okay, he can go if the burial is tomorrow. Thank you. So Afro, you can proceed. Shukran kwa hiyo maoni. Nafu mwanadada alia sana asema ako na 0 followers na hivi sasa kwenye hu space we are more than 1700 people, so tungemfollow kidogo tumdumishe na tuboreshe ile account yake, itakuwa ni bora zaidi. Manake hii movement yataka numbers, so kila mtu tuinuane jamani, tuko pamoja. Inshallah nitampa Wanyama Mike. Hi guys, can you hear me? Naweza ongea? Yeah, Wanyama endelea kupata. Okay, so yangu ni matatu. Nze Kiswahili ni ngumu bana. Acha, I'll mix the languages. I'll not speak Swahili like you. First, I think we are encouraging a somber mood, which is exactly what was intentioned by easy announcements in a press briefing. We have a president that has decided to become a journalist instead of a president at the moment. Now it's working. Kwa sababu nyinyi mmeanza kuwa hapa hivi, you're very sad, mnaongea hapa hivi about unajua what has gone wrong, etc. Guys, kuna positives. We have a lot of positives. Let's sing about those. Pia ukikuja hapa tuambie pia what about the positives that are happening. The positives are vitu kama now we know who the enemies are. It's the political class. And that's the problem in Kenya. Now you know. Now you should be happy that wana consolidate themselves. Be happy, because it's not by, sorry about that, it's not by sheer luck that they're doing this at the moment. Just a second. Can you guys hear me? Sorry, a call came through. Rabia, yeah, we can. Yeah. Okay. I'm saying it's not by sheer luck that these guys decided to do this. This is a political game, and they have been doing it time immemorial. Ndo maana hata mi nashanga what the bile is about Raila doing this and them going to do this. Take it as the last kicks of a dying horse. Hivyo tu. You guys, we started something beautiful. Some of us even have been singing day and night about all these things. The energy that you need to have as a reserve is not to be affected by these small wins that they're having. And I can't even call it a win at the moment, because to change a whole government, not to change a whole government, to go against bad governance, because we've been terming it wrong. It's this is a call not for like we are trying to beat the political class. This is a call for good governance, and if you fix yourself into that, then you'll celebrate your positives. So tuache hizi maneno ya kuja hapa kuimba tu negative etc. Hii nchi imefanya hivi negative hapa. Guys, our energy will be sapped out. Now if you have a voice, spread positivity as well. We can't be calling out kina Ruto for lacking empathy. Na sisi wenye tunakuja huku napewa speaker panel etc. You're not empathetic, so please spread that empathy. Ya pili, which it will cover both my second and third point, is
it is time for us to be factual, very factual, not these other things as if situations. I get these visionaries as well, and the first fallacy I want to cut off ni moja. When you're asking about one big space, what are you asking about? Unajua, if you tell me it's about spaces and a lot of spaces, yes, that makes sense, because consecutively or consistently you'll be delivering a message consistently. But if you ask about one big space and then ukisha have that one big space, what will happen? Because this is a journey, it's not a singular event. So when you ask for these spaces, what are you asking for? Na hivyo ndio tutaelekea towards a specific goal. In some way, these different spaces as well, in different environments, represent the spread out effect of governance. Governance ni kubwa, and as people keep calling out for, we need one big space, one big arena, one big what. I think what we need is one voice in all the spaces that are happening, and to avoid duplication of these spaces, then probably some people can join. Nimesikia KOT severally akisema anafunga space yake anakuja kwa Afro. He has come to my spaces as well. I also cancel my spaces and go to Afros, especially when there are things we agree on. So that can happen, but we can't just say, and I don't see a situation where everyone can just be in one big space. We can mobilize, especially to happen. Like, I give you an example, like Polo Kimani was highlighting about the minerals thing. We shifted people from my space to his space, and we consistently do such kind of things. So exactly what are you asking for in the spaces, instead of just saying tunataka space moja kubwa. The other thing, the last one, is this. Whilst I agree that now we need a political situation to a political problem, and as a current student of leadership and governance, to be specific, msianze kuweka hii kitu as a forefront for now, because when you are saying now it's time for us to go political and get a political party, do you guys really understand what it means to have a political party? The mobilization that goes behind it. The propaganda machine that you need to have it. Mnafikiria hiyo Azimio TV was put up for nothing? In fact, most of the things they do in the background is way heavier than what we see here on the front. And you are opening yourself up as well to something that is not is going to be easily fought at the moment. Mona Salasia tayari ameanza kusema that mi nataka kuwa representative, etc. Many will come by. We'll start getting people saying, me, I sacrifice this for the cause, mnipe hii. Me, and by the way, everyone will have a right to say that, but we are too young as a movement to say tumefika hiyo point yenye tunasema now let's form a political party. I'll go for the side of let's have roles. Kama vile Professor aliamua anakufa na IDs, wacha akufe na IDs. Polo aliamua ako mining sector. Mi niliamua niko civic education, tutaendelea na civic education and how to get you it's running out. How to get you news through citizen journalism. That one I will do it on my end. KOT ako huko na vitu zake pia, like KOT is really trying to mobilize. Yeah, anakwanga saidi ya mobilization. Afro most likely atakuwa in most of the things that are happening around, like civic, utampata huko mobilization, etc. Such type of roles. And we are wasting time trying to talk about chenye tumeshapitia. Like misi believe mtu kuja hapa saizi kuexplainia watu about what Ruto must go means. Tumekuwa hizi spaces and I see familiar faces here over and over again. That we have to elevate our conversations to be factual, number one. Second, that factual information that we are communicating needs to be taken to the silent majority. Wenye hawako hapa, hao ndio mliona wana celebrate kina Murkomen, wana celebrate kina nani huyo governor wa Mombasa,
Joho, wanna celebrate Mbadi. Guys, those are the movement shapers. Their inactiveness and activeness affects us. Sisi wenye tuko hapa, but we can take ourselves as ambassadors. And that's where we should be headed towards, and that's the motivation that we should give each other. Man, take it so close to the extent that you speak to your brothers and sisters, cousins, uncles, aunts. That's how personal it needs to be. Until that point where we are strong enough to know Rolia Keoti ni hii, Rolia so and so ni hii. Now we can call them accountable to this extent. Because 2027 is not so hard. When media is gagged, it's easy. What do you think will happen when we get to election time? Saizi hapa hivi tunasema wanyama, sijui kimuzi, kinafro, let's do this A, B, C, D. What if our accounts are reported na ziende? Mnaona 5 people say na try to rebuild. What happens after that? So let's use the time yenye tuko nayo yenye nothing so far has happened to all these accounts so far, because it is coming. And I can't imagine what Itumbi and Oguda will do when they are in the same bed because the propaganda that will run. Not to say that they are good in propaganda only, but you can imagine. And these are the things we need to be speaking about. What if that happens? What are we going to do? Rabi, I'm done. Okay, thank you so much, Onyama, for your very strong points. I also believe you personally, kama tunaweza combine spaces zingine ukaleta benefit makubwa sana, manake sote tuko na maoni na ingekuwa ni bora zaidi kama tunaweza kulinganisha maoni yetu na tusonge mbele kwa safari moja. Kama uko na maono unaweza inua mkono. Bullet, I think you had your mic off, so I can give you the microphone, but Tanya's, please raise your hand kama uko tayari na maono yako. Oya. Can you? Oya, naweza ongea? Yeah, tutafanya Bullet alafu kisha Bullet akimaliza Sanyas, unaweza chukua mic. Naona ile kitu mimi naweza ongelea ni kitu ya muhimu sana. As Gen Z tumefight zaidi, na ukiangalia wengi wamekufa kwa sababu ya hiki kitu. Na ukiangalia government, kuna wale watu wana take opportunity. Hii mambo ya kuamua tunataka mform political party, msijaribu. Mimi nawaambia, kuna watu wanataka kutumia nyinyi ili wafaidike. Kuna watu wanataka kutumia nyinyi ili wafaidike, ili wapate kenye wao wanataka. So msijaribu kusikiza hawa watu. Ile kitu mnaweza fanya. Mnasikia? Endelea. Ile kitu mnaweza fanya, just try kama hawa vile ile kitu ili happen. I think ni Serendi MCA hatajafanya any road construction. Sasa kama biashuka atembee kwa hiyo matope. That thing will make these people to work for you. And ile kitu mnafaa mfanye ni saa hii mchukue ile kitu mnafaa mfight ni IDs na kura. Msifikirie vitu vingine. Let government think that tumelala. Waone wamefight sasa hii hatuwezi. Because saa hii ukiingia everywhere wanatuchekelea. Wanasema mlijifanya, mliitwa mkaka. That is the thing that wanaongea on the internet. Ukiangalia kile kitu yenye wanafanya ni ile kutuchekelea. Na hiyo kuchekelea inafanya to give up. Unaona, inapata wengine hata wanasema sasa tulikuwa tunaenda kufanya nini? Hiyo kitu hai make sense. Tunarudi kwa wao sasa. Kwa mtu anaongea kweli. Make them big embarrassment. Ile yenye wao wenyewe wakifika mahali wanaona wenyewe inabidi tufanyie watu vile wanataka. Na ile vile wanaendelea kulala hivyo 2027 itakuwa imefika. Na tunaenda kwa vote tukijua ni nani tunapigia. Kumbuka Ruto ametumia strategies, hakuna kwenda kwa police station kwenda kupiga kura. Ni gari inakuja na simama hapo inapiga kura. And those strategies ndio tunataka tuitumie the same way. Tukishapiga kura tunasindikiza as Gen Z mpaka penye kura zinaenda kuhesabiwa. And ile kitu tunafaa to make, let make our Gen Zs wakuwe on that.
voltage to make sure wale wenye wako pale ndani kama agents ni Gen Zs. So wakijaribu kumeki ile kin, tuna link kila mahali. Hakuna ile kitu yenye government yezi fanya. Tuko na akili. We can hack them, we can do anything. Unaona? Ile yenye tunafaa tuache kututoe kwa akili yetu ni ile kuona tumelose. Hatuja lose, we have more opportunity. We can make a big change of this country. Mimi nikiimagine mtu amesoma lakini hawezi pata kazi. Unafanya kazi ya smoki sasa hivi unajiandika kazi, uuze mitumba. Uanze kununua viatu second hand kiuza na uko na degree kwa nyumba. Hiyo it makes sense. We can change our country and make it a better place. Wachini kugive up. Hii mambo ya kugive up mtoke ndani. Ache nini na hao wenye wana celebrate huko wakisema sijui kina nani sijui nini. Hiyo ni ukabila na sisi hatutaki. That shows ni ukabila. Juu mtu alikuwa ana fight ili mtu wao apate kitu fulani. Na huyo mtu mwenye amepata, ukiangalia area hakuna kitu ametengeneza. Ukiangalia barabara hakuna. Kipchumba Murkomen ndio huyu, hakuna kitu amefanya. Sasa kwa sport atafanya nini? Nothing. Acheni kugive up. Wache tucheze kama sisi. Hao wenye wanajipiga vifua, the moment mtu anajipiga kifua, tunamwendea. Tunamwendea immediately. That person ajikute hayuko on that position. Kama ni governor tunaendea huyo governor. Road ametengeneza hakuna. Nini amebadilisha? Masomo inaendelea, basari zinapeanwa hakuna. Tunamwendea kwa ofisi yake. That will make Ruto to see that watu hakuna kazi wanafanya. Lakini mkisema mna give up, these people watajipiga vifua sasa. Wataanza kusema tumewaweza. Na hiyo ndio kitu na happen kwa internet sasa. Sasa hiyo wanasema tuliwaita mkakataa. President aliwaambia mkakataa. Sasa wengine ndio wamepata. Msisikize hiyo upuzi. Tuwaendee hao sasa. Hao ndio tunawaendea sasa. Kama ni MCA hakuna barabara, hakuna kitu wamefanya, endea huyo MCA mtoe kwa barabara, mwambie shuka, tembea kwa hii barabara. Kama ni gari ekeni misumari, kama hiyo gari barabara imebondeka ekeni hiyo barabara misumari, gari yake itoboke na make sure vile anakuja gari itoboke asimame hapo. Bas, ajue barabara anafaa kuwa anafanya nini, anatengeneza. Kama ni hiyo area hakuna kimaendeleo yenye anafanya, endeeni yeye kwa ofisi. Mna ukupea ofisi ya watu basi watakuwa na ile stress. The moment anafika 2027 hakuna mbunge atakuja kusimama anasema tuliwafanyia hivi juu ako na stress, hakuna kitu amefanya. Mmempeleka ile embarrassment mpaka jamaa amechanganyikiwa. Lakini mkisema mwanze ku lose hope, mta lose hope, itafika 2027 mtajikuta nenda mmegawana. Na hiyo kitu ni taki ni ukabila. Ukabila ndio akitaki. Hatutaki huyu aseme hii ni kabila fulani, sijui huyu hapana. Tunataka tukue in one unity. When we be in one unity, even government saa hii imejua. Watu wakiungana wakikuwa one people. Wakiungana tu wakuwe kitu kimoja. They can fight the government. Unaona? Hiyo ni kitu government inajua. Tukiungana as a people tunaweza fanya kitu kubwa. Ruto ametumia the strategy is your enemy and an enemy of a friend is your friend. Ni ndio tatizo ametumia. Alikuwa anatusupport ndiye atawaingiza kwa government. Ili sasa tuseme sasa Wandai ameingizwa kwa energy. Tumeingizwa wote ndio watapambana kuinisha hizo vitu. Utapata wameongeza tax tena mingi zaidi. Na wao ndio walikuwa na complain. Unaona? So hiyo mfai kuwa mna give up. Hiyo ni kitu mnafaa sasa tuwaendee sasa wao. Unaona? Juu sasa uwezi sema bunge iko side yetu, uwezi sema nani yako side yetu. Sasa tuko on our own. Sasa ni sisi wenyewe tunajipigania. Kama ni ku-occupy semeni occupy mtu fulani, ni hivyo tunadeal na yeye personally. Huyo mtu ndio tunadeal na yeye. Msikufe moyo. Mkikufa moyo saa hii 2027 itafika kama tumekufa kabisa. Hatupo. Na Ruto ile kitu anataka kufanya, anataka kujua hawa watu wanatumia strategies gani. Na hiyo ndio kitu unaona watu wanajitokeza wakisema let's form a party. Huyo mtu anakuja na neno let's form a party, chunguzeni huyo mtu. Huyo mtu ametumwa kwa chunguza kujua ni nini mnapanga. Na Ruto anataka kutumia ile strategies anatumia kwa government yenye anataka kuleta huko kwa nyinyi. Juu mtatoa mtu mseme tunataka tuform a party, tunachagua huyu. Huyo mtu akifika huko mbele atawageuka. Mtafanya nini? Yeye ataenda kufaidika, wewe utabaki hapo kiangaika hauna kazi. Nini utapata? Hakuna kitu utapata. Lakini tukitaka tupate ile accountability mzuri, deal na governor. Governor kama hakuna kitu amefanya, deal na yeye. Yeah. Itabidi governor afanye kazi. Itabidi mmepata ile hata utapata watu wamepata kazi, utapata hata vijana wengi wameandikwa kazi. Jize governor anaona kama sina kitu cha kufanya na hao vijana ndio wananipeleka mbio. Wacha niwapatie kazi. Lakini mkianza kusema tu mnafikiria vitu bwana, mtafika 2027 na hakuna kitu mmefanya. ID mchukue. Kura make sure mmeregister kura.
msifanye ujinga. Hiyo ndio kitu mnafaa mfikirie. Mregister kura kwa wingi zaidi. Hata zile zenye kura nafikiri Ruto anafikiria kupiga zile zenye ameficha 20 million zenye anajifanya nazo. Mkifika 2027 ajikute hata hizo 20 million zenye 12 million zenye anajipanga nazo hazina maana kwetu. Let's fight for one thing. Tuungane as a one team. Na tuseme hii ni hii. Kama ni environment mnaenda, kama ni Kisii, huyo MCO wa Kisii hakuna kwa environment yake hakuna kitu hajafanyiwa. Ambieni vijana occupy ofisi ya MCA. Amefanya nini? Hakuna. Muende mwambie hapa na hapa, mbona mjafanya hizo vitu zote? Mnaleta huku Twitter, tuna spread, anakuwa embarrassed. Hata kiingia huku inakuwa online kila mahali, unaona. Lakini mkisema mkufe moyo nyinyi, mtaenda wapi bwana? Acheni kufa moyo, waje tu fight, vijana wapate kazi. Si ati watu wanaenda Saudi Arabia kufia huko, watu wanaenda nchi zingine kutesekea huko, na huku mnaongezewa tax. Unaona? Huyu Joho mwenye mnapigania ameingizwa hapo kwa mambo ya port, ndiye anaenda kuweka vitu vingine ngumu zaidi. Ndio sasa utakuwa mkubwa zaidi. Aje development. Watu mnaona wameingizwa wote. Hakuna mtu mzuri. Tulieni muone tu pia wandai saa hii tu. Muone tu saa hii tu petroli inaenda kupanda. Si wadanganyi. Si wadanganyi. Hii petroli ni mnaiona inaenda kupanda. Juu sasa yeye ndiye anafaa. Sasa hii ndio bunge inaenda kukaliwa. Haya, huyu Mbaki ndio huyu ataenda kukaa kwa bunge. Anafaa waelezee pesa inafaa itoke wapi. Si treasury. Yeye anafaa mwambie tunafaa tutoe wapi pesa. Huyu jamaa atafanya zile vitu zingine. Vice versa. Hakuna kitu. Wakishaingia pale ni pesa kujitengeneza. All we need is a youth and agency. Let's change everything and make as a one unit. But mkisema mlale, my friend, Ruto ni mjanja zaidi. Anajua vile atapigana na nini. And ile kitu Ruto ana notice, anajua watu wenye wako nje wamesoma zaidi kuliko wale wenye wako kwa government. So ataanza kutumia. Sawa. Yeah. So mtafute Naomba ufunge maanake tutakumpa huu mwanadada alikuwa bado asubiri, na tunataka kufunga space ili watu wapate. Sawa. Nimeshukuru, ni hayo tu, lakini mjipange, msikufe moyo. Sawa, shukran Sanias. All right. Mko salama nyote? Now, Tuko poa, endelee, na nitaomba kama utaweza kufupisha ndio tuwape hawa wenye watafunga kwa hii space. sawa. I'm under the weather but I hope mnanisikia. Now, I think venye kunaenda sasa hivi we have no option. As venye Wanyama ametoka kusema earlier on, lazima sasa tukue na tangible I'm sorry. Lazima tukue na kitu tangible ya kufanya, kwa sababu sasa hivi as we can see, majority of us, me included, tunakuja hapa kwa space, we are talking and we Kenyans we know ourselves. Kuongea nayo tunaongea, lakini kwa kufanya the action, are we doing that action? Kila mtu ndio yuko pissed off, anakuja kwa social media, tuna chat, tunaongea, lakini on the streets, are we going to portray what we are feeling inside our hearts? Hiyo ndio kitu yenye nimenotice. Kuna wale wenye wanakuja hapa wanasema, oh, tokezeni, twende kwenye street, but you yourself hautokezei kwa street. Aya, na hii kitu lazima tujue. In Kenya, it's either you are poor or you are rich. Na inafaa kuwa while we are outside there, sisi wote kama Wakenya lazima tuende, kwa sababu ukisema eti ni watu wenye wako na kazi ama watu wenye hawana kazi ndio wanaenda huko, masilahi yetu haitaangaliliwa, kwa sababu kila kitu kama we ni rich ama you are poor, barabara ni the same mahali utapitia. Masomo ya mashule ni same yenye watoto wetu wataenda, kwa sababu sasa hapa kila mtu yuaja anaongea alafu anaongea yuaenda, lakini hatutokezee huko mbele. Aya, and then another thing nimenotice, as much as tukweko tunasema tunaenda JKIA and then wengine wakatokezea town, it was a good structure, but wenye walienda town na wenye walienda JKIA, unaona sasa hiyo, kama tungekuwa sisi wote at the same place, kama ni JKIA wote we had that mission, tungekuwa huko. Kama ni kwenda town, sisi wote tungekuwa huko, because trust you me, even if you see the Bangladesh maandamano,
au watu walikuwa wanajua mahali wanaenda. Leo wakisema wanaenda kwenye street, wanaenda kwenye street. Wakisema wanaenda kwenye airport, wanaelekea kwenye airport. Sasa hivi ninasikia wengine wanasema wanataka kwenda kwenye State House. Kama tunaelekea kwenye State House, sisi wote tuungane, tuelekee kule. One thing I know about Ruto is not going to change his mind. Aya, alafu na saizi ametufinya na sisi ndo tunasema eti tumfinye atoke. Sisi ndo ametufinya. Who is Joho? Who is Murkomen amerudishwa? Chirchir. Mi hata Chirchir nilizaliwa nikampata tu yuko hapo bungeni na nimesoma na watoto wake. That man is bogus. Na hakuna kitu yenye utamwambia atasema. So Ruto ametubeba kama wajinga us as Kenyans. Na sisi pia tunampatia hiyo room. Saizi we are saying we are pissed off. Lakini no one as we speak, even myself, tuko huko nje eti tumekasirika. We are just here. Tunaongea. Lakini hakuna mwenye ametoka huko kuonyesha how pissed they are. Na hiyo ndo nimekuja kunotice with us Kenyans. Yes, we are pissed off. Lakini what are we doing about it? Nothing. Tukuje hapa, tupige midomo, alafu kila mtu ashughulike mambo yake. Kwa venye yeye mwenyewe kama sisi wenye tuko na kazi, tunaendelea na makazi zetu, wenye wana kazi, waende venye wanataka. That will not bring the change that we need. All of us tunafaa kushikana, tujue ni nini we are going to do next. Hadi huyu Ruto mwenyewe, I feel the impact that sisi citizens we are feeling. I think pia anatuchezea. Alafu ni ile at first yenye alileta the 10 cabinets hatukufanya anything. Watu tu walikuwako ni zile za tunataka tu kumtoa. Saizi ameona our citizens they are not reacting. Ndio hii sasa bachi ingine ya kina Joe wa madawa ya kulevya. Saizi wameshaishikana hapo na ndugu yake Abu. Mining sector ndo ameingishwa hapo. Hakuna kitu yenye tunaenda kuona sisi like Kenyans. So what are we supposed to do? Tujiarrange, tufanye tangible things, tuache kukua na midomo. I've just noticed we talk a lot. Let's not talk. We should have action implemented. Ndio tukitoka kule nje, we know what we are going to do. Ni hayo tu kwa sasa, na in case of anything, I think we should just mobilize ourselves kwa sababu hatuna any other way. Ni sisi kwa sisi. Those politicians, they are just 1,500 out of 50 million Kenyans. Hawana say. Lakini kwa sababu hakuna mtu mwenye anataka kujirisk. As for me, hata I have kids but I have to go outside there. Kwa sababu nimekuwa huko nje. Nimeleta watoto hapa Kenya. But ninaona vitu zinarudi nyuma. What are we doing for our future generation? Maze, we have to be lenient to ourselves. Let's push this thing. Kwa sababu venye tunaelekea. And then, I forgot the other day. I'm sorry, but this is an intel that I got from someone kwa State House. Bwana Ruto anapigiwa simu na Yoweri Museveni. Yoweri anamuuliza, kwa nini hao Wakenya wanakukalia? You have to come and take statistics from Uganda. Si ndio uliona venye tu juzi wa Uganda wameenda huko kwenye street but they had nothing. Wanakuja alafu Ruto anaambiwa anachukua tu classes kutoka kwa Yoweri Museveni. The other day hata angeenda huko kwa hiyo mali huyu mwenzake wa Rwanda alikuwa anaingishwa kwenye mamlaka, lakini angeweza kuenda kwa sababu already tumemwekea sanctions ya kukaa kwenye nchi. Saizi anachukua hiyo dictatorship from Rwanda and Uganda, alafu anatuwekea sisi, anatuforce down our throats, na sisi ni kama tunaenda kukubali atuforce hivyo. Sisi wa Kenya hatuwezi kukua kama wa Rwanda, hatuwezi kuwa kama wa Tanzania, hatuwezi kuwa kama the Ugandans. We have our own minds. We are young people, and the majority of us Kenyans, we are ahead than those other people. The other time we had 8 countries can afford we can implement their their economy. Sasa sisi tumejikalisha tu hapa, tunataka tu kupushiwa down the throat venye Ruto Zakayo anataka. Maze, we should man up, all of us, tuende hapo, tuangalie venye tutaendelea mbele, na tusiwache huyu Ruto akue kama nini. And trust you me,
tukifika hiyo 2027 eti tunasema eti atatoka tangu tuzaliwe sisi 30 years and above 2027 hakuja kuwa na anyone running president for one term. So usi-expect eti tukingoja 2027 eti atatoka. Saa hizi venye ameweka hao watu au the corrupt leaders ndio watapanga venye ataiba hiyo 2027. Hata tukisema tunaenda hawa wa Gen Z, ama millennial Gen Z eti wanaenda kuchukua ID, it will be bogus because at the end of it ashajipanga. Hata hizi magari zenye zinasema zinaenda tunaenda polling station kwa magari already atakuwa na hata na ballot boxes zimefichwa hapo ndani ama pahali zinaenda zinahesabiwa na ataingia tu freely. Haya, tunaongoja nini mambo na hii ya Electoral Commission. Electoral Commission has nothing on us. Hiyo bado ni kazi yake. Mwenye atachaguliwa hapo the chairman atakuja amplify chenye Ruto mwenyewe anataka. So what am I saying? It's either tumtoe saa hizi ama tukubali tu achukue miaka zake 10 because hakuna any other way yenye tunaweza mtoa apart kumimpeach venye tutaweza kumpeach, ama pia tuende kwenye hiyo status tumtoe yeye na familia yake waende exile venye watu wengine walipelekwangwa exile. Yeah? That is the way to go. Eti mkianza kungoja hapa eti 2027 ya IEBC ikuje ifomiwe, there is no way we are going with IEBC. In fact ni watu wake ndio watakuwa hapo ndani. So nyewe wenyewe mkisema eti mnamngoja, well tunamngoja, lakini watu wenye watakuwa na pesa, trust you me, tutaondoka tuende kwingine. As much as this is our home, watu wana move, they go to somewhere else. But wenye hawana hiyo kiwango ya kumove from Kenya, wanaenda wapi? So let's be our brother and sisters keeper. Hata kama tunajiweza, let's stand there. We don't have any other country. East or West, home is the best. I'm being asked, oh, you can go anywhere in the world, yes, but I come back home. There's this freedom. Alafu venye ninaongea hivi sasa Kiswahili. I'm not good in Swahili, lakini the fact that I can talk Swahili with my fellow Kenyans, with my fellow East African, inanipatia pride because I have a sense of mimi kukua Mkenya. So you guys, hata mumesikiza kina Kimuzi wakikuwa kule nje ama hata wale wengine wenye wako kule nje, tunapitia mambo mengi tukiwa kule nje. Ukikuja hapa nyumbani you get kwa nini tumebarikiwa kukua Mkenya. So you guys, let's just stand out to do the rightful thing. And I guess tukiwa na hiyo moyo ya kupita, tutapita. Lakini tukiwa na ile moyo ya kufifia, tutaendelea kufifia. Ni hayo kwa sasa na I hope everything will be fine na I'm positive. Sisi bado tuko young, tutaendelea mbele. Ni hayo tu kwa sasa, asanteni. Shukran dada. Afro, I think you can take over, but I think it's me alikuwa na burning contribution, naona msubiri tangu asubuhi. Sijui kama utampa nafasi na yield kwako. Rabia kiasi tu kabla tupatie Afro. Natumai unanisikia. Twakupata. Mimi nimeyield. Haya, sawa nikioti anaongea. So guys, the fact ni kwamba in the next 85 years all of us will be dead. Hiyo ni fact, yeah? Hiyo sitaki kuwadanganya unless you are below 10 years. So just imagine in the next 85 years your soul itakuwa ina feel aje if today we give up on fighting for the liberation of this country. Because jana I honestly felt like the timeline kulikuwa na a lot of division just immediately after Ruto ameannounce those new cabinet secretaries. So tukaanza kusikia sijui mtu wetu akawapo, ya others try to stage manage huko Mombasa, then they came up in numbers kama 200 300 to celebrate. So guys, kitu inafaa mjue ni kwamba if you are going to give up today, then most of us, if not me alone, that rogue regime inaenda kutukujia, yeah?
So to avoid that, we should not be giving up at this time. Yeah. Mnajua the likes of the Kapenguria 6. Those guys walikuwa arrested for even more than 8 years, and then they came back even stronger. Na wakakuja to fight for the independence of this country. So sisi we are barely one month. I think we are only five weeks old. Now some of us want to give up. Let me let you know that if we give up today, then we are going to suffer even more than we have been suffering in the past. So guys, mimi nataka encourage kwamba let us not give up. Yeah, whenever tunasema let us turn out in the streets, wacha tujitokeze kwa streets. Yeah, and of course nimejua tumekuwa na some days sijui on Tuesday, most of the time Tuesday ndio watu wamekuwa wanajitokeza, but now I feel like we now need to strategize. Yeah, probably this week na earlier next month we should be laying down the strategy of bringing all the people in the city. Yeah, because if we are going to bring at least 3 million people in Nairobi, then rest assured that whatever we are fighting for, it's going to come. So we have to lay down that strategy. By 8th next month, we should be now out in large numbers in the street. But before that, kwa saizi lazima tukuwe na mobilization strategies before your time ifike. So personally, I've been advocating for a very single space yenye tuna host maybe after one day we host a single space yenye tunaita each and every person on that space, those social media influencers wenye tunajua wote, wenye tunawatrust, those people on other platforms kama WhatsApp, wenye wako other platforms kama TikTok and Facebook. We come up with a single huge space yenye inaweza hold even more than 500,000 Kenyans wenye wanasikiza, and we pass out the message. Because we are having a lot of spaces. Me personally, I host spaces. Afro wana host spaces. Kina Kimuzi wana host spaces. Kina nani Osama, they host spaces. Nyakundi wana host spaces. So badala ya kuhost hizi spaces kila mtu kando kando, hata mimi before I joined here I was hosting a space na niliona Afro was hosting this space, so I told my people, let us scrap off this space, we go and join Afro and speak in one voice. So let us have a single space. Na hiyo kitu mimi nimekuwa na advocate, nime reach out to almost each and every social media influencer on this platform. Wenye wamekubali, wengine wananyamaza, and you know silence sometimes inakuanga an answer na mostly inakuanga negative answer. So let us do away with tribal vitu watu wanafanya kwa timeline. Let us lose our fear, because if we lose our fear, mnajua what will happen to them. Then after that we also do away with the politics. Hizi masiasa nyingi, sijui sisi ni watu wazimio, sijui ni wa ODM, sijui nini, wacha tuachane nazo. Personally, until yesterday I was a member of ODM, na immediately niona hiyo upuzi imefanyika nili sign off from ODM. I can tell you that for free. Currently I'm not a member of any political party. So guys, wacha tukuwe na ile spirit ya those guys when you will fight for independence of this country. Haiku last for 1 month venye hii yetu imelast. It lasted for years, and ilikuja ikabea fruits uko mbele. Yeah, so we lose the fear, we have a very good strategy, we host a very single space, we land on a single day yenye tutakuwa sisi wote in the streets just after bringing all the people across the country pamoja in Nairobi CBD, so we can march in one voice. After that, najua kuna watu wenye wako hizi spaces na mostly mnakujanga hapa kiasi tu. I feel like we should also have a WhatsApp channel. It's not a WhatsApp group. WhatsApp group mostly kuna kuanga na ile leakage ya phone numbers. We have a WhatsApp channel, of which I'm trying to come up with that. When you're having this WhatsApp channel, those people who are not able to access the X space, the TikTok and the Facebook, they can get that information. So immediately we speak here, nini,
we get that link yenye iko recorded, we share in that channel, watu wapate kuwa informed. So guys, don't give up. Yeah, if you are going to give up, then most of us we are going to suffer even kuliko venye tulikuwa tunasuffer huko nyuma. So back to you Afro, niko na hiyo tu ya kupass across, otherwise I'm following the conversation. Hey guys, we're closing the space. Saini wakati wa kwa barabara, we are now closing the space. Sitaongea, I'll yield my mic to it's me. Please 1 minute. It's me, can you hear us? Okay. Can you guys hear? Yeah, go ahead, please. We can hear. Okay, thanks for the space. First of all, I'd love to pass my condolences to the family who lost their loved ones. And congratulations, you guys. From the first time we went to the streets, we've really achieved a lot. So basically, mine is going to be short because Afro is ending the space. But basically what Ruto has done, if you guys go and read the 48 laws of power, you'll find everything he's done since the first time we went to the streets. He's following that book. And the major one he did, he used law number 22, which is about use the surrender tactic. And hapo ndo vile tulikosa kwenda kwa streets after the reject finance bill. He had that leeway. First of all, he came and threatened us. Then the second one, he was like, aka sympathize na sisi. So we were like, we dropped down our guards. And that's how he was able to kuingiza kina Raila into the mix. But basically, guys, what I want to like tell you guys, for now, I wouldn't suggest to go back to the streets. Let us take sit back and first strategize, because you know this guy is smart. But in as much as we're saying he's smart, we have it's like, okay, I've heard people say we are Hydra. You cut off one head of the snake, 2 more grow. So that's what we should be doing. And tukisema kina, like Polo was saying that he'll handle minerals. Then another guy was to do IDs. So the question is, in as much as they are handling all of this, what are we going to do about it? Are we just going, akuja tuambie their minerals here and there, then what are we going to do about it? So my suggestion is we should be holding these people accountable, from the MPs, MCAs, governors. Like tunaweza anza kidogo pole pole. We start with setting an example. Like we take tuanze na Nairobi, because Nairobi, I'm seeing many people from Nairobi ndo wako kwa hizi spaces tuna hold. So we start from Nairobi, a few MPs, like 2-3 MPs. We take them down after IBC it's restituted. Take 2 or 3 down. Then the more you get in masses huko parliament, hapo nao ndo mtaanza kuweka Ruto baridi. The more you get numbers in parliament, the more he's going to lose control over the parliament. So my suggestion is, had hizo political parties you guys want to build, I feel like it's a good idea, but then put people who you are accountable to you guys. Mtu mwenye utaenda umulize, why have you done this, and they will give you a direct answer. Don't just put people who will be there to benefit. Put people that can be accountable, people who are answerable to the masses. It will be easier for us generally, because no, it's not about just Gen Zs. Nilisikia ni generations zote. Everyone is in it. Everyone has said no to this government. For now, that is all, and you guys have a good day. Tyrone, although I reject your proposal not to go back to the streets. The streets is working. The country is using billions every day. We don't go back to the streets. Tulipo occupy JKIA, although it didn't go as planned, but 80% of reservations were cancelled by tourists. This country is hemorrhaging cash by the day. Ruto is cornered. We have him. Tyrone, are you there? 1 minute. You're like my second last speaker. Guys, I'm not giving out the mic. Space in a fungo. Twende barabarani. Tyrone, are you there? Once, twice, gone. Thank you, Pro. So personally, I'll take a very short time. Na mimi nataka tu kujibu KOT. Your story unasema party we have one space. I think you need to learn from the past mistake.
It's about us hosting one space ndio ilifanya mambo ya kina Osama ikatokea, you know that. And also personally I find us as having as many spaces as possible inakuwa more effective, unaona, because we confuse these people. Watu wenyewe wanashangaa watafocus wapi waache wapi. So hiyo story ya kuhost space moja mimi nakataa unless mtu mwingine ako na other opinion. Then history ya kukosa kwenda kwa street. Remember guys, our aim in this movement is not to destroy property. Our aim in this movement is not to lose lives, no. Our main aim in this movement is to do what we call an economic shutdown, no. Hakuna business inaendelea lakini hakuna property inakuwa destroyed, no. Na hivyo ndo tutazidi kushika balls za Ruto. Ni ukweli zidi tushika umse balls, no. Ndio maana uta realize hata hiyo sector ya economy ametupia watu Azimio, unaona. Azimio they are being factored but to a reason politically, unaona. Ndio maana Ruto mwenye anapenda pesa anapatia Azimio Ministry ya Finance, sijui energy, because this guy knows economic factor up. Sasa hizo ukiangalia dollar, those who can follow dollars, kuna venye imekuwa ikipanda with a very sijui ndasema suspicious rate, unaona, imekuwa 31 sasa hizi naona iko 33, the highest since aingie. Dola imeanza kupanda. Like guys, hapa mbele economy inaenda kuwa mbaya zaidi. Ni ndio to make sure Ruto tumemfinya vizuri kabisa. Let us make sure hakuna business on Tuesday, hakuna business on Thursday. Unatozidi kumnyima pesa. Sasa hizi haja travel. Kwa nini? Wasiwasi. Juu anajua kitoka hapa is losing everything, unaona. Sasa hizi is almost losing everything, unaona. Ndio maana machia Azimio nusu ya serikali na ajali Ruto atama. The only thing that is protecting right now is guns, unaona. Because in Paul tunasema you need to control money and guns. This guy now amebaki control guns. Ndio maana ile sudden U-turn ya Ministry of Defense. It's because it's all political, unaona. Ukiangalia all ministers as defense, interior ameka wasi wanajua, unaona. But finance amachia Azimio, amejua hapo ndio kunaenda kufail ile mbaya sana. So you guys, kama ni street tutokee, unaona, si hatuendi ku destroy property, we're just making sure hakuna business inaendelea, because there's no business inaendelea, ndio pesa itusaidie. Alafu tactic nyingine, let us occupy major roads. I said this in the previous nini space and I'm repeating this one again here. Let us occupy major roads. Tutumie kitu kwa inaitwa guerrilla warfare. Nyase wajuu your plans. Leo wanafikiria mko JKA, kumbe sisi tuko hapo Kangundo tumefunika kila kitu. Kesho wanafikiria tuko wapi, kumbe tuko hapa saidi ya nini ya Waiyaki, unaona. Let us do that. Let us make sure our aim is there's no business that is going on, unaona. Every Tuesday and Thursday tuone Malum tu atatoa hiyo pesa anashinda kiharibu hapa hivi. That's all for me for now. Thank you so much. I want to thank everyone who has participated in this space today. If you're not able to speak, once again, my apologies. Time constraints and so many mic requests have hindered me from passing on the mic. Would have continued all day, but today is a Maandamano day, so we have to get out on the streets. Hope you understand that we are all unified in our voice. Afro, sorry for interaction. Sorry, I'm really sorry for interaction, Afro. I'm sorry for interaction. Yes. I've been in the line waiting for so long, and thank you. I've just seen me. You've given me the mic. Only one of my calls. Amenichenga hapo, but continue since. Talking is a brother to Charles Owino, who was killed in Kitengela. Are you getting me? Yes, I'm getting you. Go ahead. Yeah, thank you. Talking is a brother to Charles Owino, who was killed in Kitengela. And guys, nimekuwa nikisikiza since his space yanze. I've been here all along, all through. I've been here all along. Wadau, nasikia vitu mingi hapa kabisa, and you are even concluding. Ni sawa, lakini wase, ni streets imefanya we are talking now. Ni streets imefanya tumefanya chenye tumedu. It's streets and streets and streets. Talking as a victim whose brother is down. Talking as a victim. Ni streets imetuweka hapa. Ni streets imetufikisha hapa. Ni streets imefanya Ruto kajua kuna kwaga na express. Ni street imefanya chochote, ni street imefanya Raila kaenda huko. Na ni hiyo streets bado itawatoa. Where are we deviating? Where are you going to? Are you on your senses? Why are you backing off? Why are you backing off? Where are you heading to? Mimi mwenyewe ndugu yangu tunamzika 10th August. My own brother. Tunamzika 10th August. Na sitoki streets. I'm not leaving the streets. I'm doing it for my motherland. I'm doing it for you. I'm doing it for your kids. After all, hadi ukae nyumbani, you know very well that tunauliwa. Be it home, away, ama streets, ama wapi. Wadau tunauliwa. Get me right. We are being killed from all corners.
Manze, kama umewahi tokea street alafu uko zile za you are backing off, buda, hauna akili. Hata unge kama hata hii ya kwanza, hauna akili walai. Ya pili, nasikia hii mambo na party. Yo, yo, we are not doing all this for parties bana. This is not the time. Party itakuja, lakini si sahi. This is not the time. This is not the time. I'm much charged for my bro, and I'm much charged for you. I'm much charged for my country. What are you coming to tell us about party hapa? Party ya nini? Sahi tukichukua mtu anatuongoza akachukuliwa akaingia huko. What will we do? What exactly will we do? Bana, tukue tu watu wazima. Hakuna the urge of being leaderless, fearless na nini ndo ime keep kutupush. So hiyo mambo na party, I'm really against it. And I can confess in your presence that by any case you've introduced any party, I'll drop off personally. I'll drop off. Na najua kuna watu wengi watanifuata. Najua kuna watu wengi. Juu kuna mafamilia mengi wazee tunalia. Wazee wengi wanalia. Mtu kama mimi personally I'm crying. Why should we do this for a party? Haikuwa ya party. Haikuwa ya kufavor mtu. We are doing this thing for a change. No change we've attained as so far. We had some wins previously but zime buffer zote. Yo, this is the moment. This is the moment. Kama kuna msee yote amebonga hapa nimewasikiza. But mimi personally, I'm a victim. I'm a victim. I have a bro who is down, Charles Owino, to be buried. Lakini sitoki streets. I'm willing and able to die. Regardless of whatever that is coming, I'm willing and able to die. Third point. Ara masangu amenijoin sasa juu kama huyo bro aliuliwa. Sasa what is the sense of living, and that guy is a younger guy. Masa ko zile za I wish hata ni mimi angeniua. So ni nini nyi wase? Kwani mnafiat nini? Mnaruka akili nini? Buda, ni streets imetuleta hapa, ni streets imetufikisha hapa, ni streets itatufikisha pale tunataka kwenda. Manze, wase wana mado mpaka nyumbani. Mnachapwa the whole night. Maridhe kila area. We ni nini unaniambia unarudi mtaa? Mbona ulitokea basi? Kwani huku unajua kwenye unaenda? You didn't know the wrath of whatever you are beginning. Yo, tuliwasha moto. Ni sisi tuizime. Hakuna kuzima ti kuondokea. Kuzima ni kumaintain. Shikilia. Be charged. Mi nimefiat bro. Nimefiat. I'm out of my senses. But I know what I'm fighting for. I'm not mad. I'm not crazy. I'm not a fool. Siogopi kukufa juu ndugu wangu amekufa. I know what I'm going for. I know what I'm pushing for. Na wenye wanakuja kutu confuse manze. Guys, why are we losing focus? When will we ever focus again? Why are we losing focus? Mbona tunashinda tunarudia vitu tumeshinda tukisema pa kila siku. Buda sicho tunajua chenye tunataka. All we want and all we need and all we've been out for is Ruto going. Easy deviation mingi ati mara tufanye tuunge party, mara tungoje 2027. Ukikama hapa na stories za 2027, you are not with us. You listening to me and you are thinking of 2027. You are not with us. You are not with us. Neither were you with us. Neither will you ever be with us. Mnisikize fiti wadau. I'm done with that point. Fourth point and maybe conclusion. Namalizia hivi. Wase kuna history na Mchanga. Buda, gharama maiti na tubeba wadau. Mi sijui. I don't know whom to face. I don't know whom to help me. The family is crying out. Luckily, I'm the only guy who is contented of X. Ni mimi peke yangu najua X mtaa. Maana kama kuna msana nisikiza naweza tusaidia, kindly I'm begging for your help. I'm really requesting for your help. Anybody willing and able to help, come on. Come on and fight for this poor man. Come on and fight for this poor family. We are down on our knees. But we are not relenting.
We are not relenting out of our senses, but we are not going anywhere until we attain it. So option ni ukikamu streets, we jua nini mekuleta, jua nini unataka, na jua nini mekutoa mtaa. Na kama wewe si wa kukaa kaa mbali. Hata space unakam space kudu nini? Kama unajua utatokea streets unakam space kudu nini? Oh yeah, tukueni serious bana. Tukueni serious. Nasikia nimemalizia hapo. Final closure point Afro. Asante sana na shukuru. Manze kuna this guy KOT. KOT tangu sikize story yangu asubuhi umesupport. Nashukuru kabisa. Nashukuru. Asante. Thanks for giving me your time. You can close it. Thank you so much. Powerful points, passionate points. Manze, I think I need to go back to radicalizing this space because I've been giving a lot of people chances to speak in the spirit of exercising democracy and hearing the other side's opinion. Ndio maana watu wakileta stories za political party, tuko na leaders na wacha wabonge because I'm trusting the listeners have their own discretion and wisdom to sift out, what they're listening to and what not to listen to. But like I agree with you, tusikuje kuchanganywa hapa because right now where we are in this movement, we do not need that confusion. Be real, did you have something to add? 1 minute, please. I'm dropping. Yeah. Sorry, just a minute. The guy who's just spoken, kindly, let's all hit Sanifa's account and let him give us the details of the brother. We have money for that. Let's all go camp in Anifa's account and WhatsApp number, because we are not supposed to foot the bills by ourselves. The money is there and the Kenyans and people at large gave it out. So if there's anything that we need to camp on today as we're going out, let us all go and camp in Anifa's account. And anybody that is still abducted, guys, don't keep quiet and somebody is suffering in the jail cells. And that point of leaderless, I'll still voice it out. It's still too early. It's still too early for all these things that we are talking about, political affiliation. They have fixed their bed in politics, but we have not yet fixed governance. So we are still on the streets. And the streets is what is going to give us results. As much as we are deviating and you're being cornered, did you expect anything from Raila? Did you expect anything from their chosen leaders? Or I call them selected leaders, not even elected. You can't go selecting people to serve your interest. So guys, we are not supposed to be beaten by that. Let us keep our focus. And our focus is to see change. And if those changes are not coming, we are demanding for them. Each and every change that we wrote, they're all out there. There were 12 points. He has only done 2. So we are still out there demanding for change. So guys who are here in this platform, the number that are here, let's all go to Anifa's account and this bro has to be sorted out. We are not supposed to be suffering with bills. The money is there. Thank you, Afro. Thank you. MC, ulikuwa unajua story ya Hanifa? Unajua account yake? MC unanisikia? Okay, Afro. Yes. Afro niliongea naye hakuwa anajua. Oh, sawa. Naweza endelea tu MC. Yeah. Afro, I'm getting you. Okay. Endelea kuwasiliana na KOT and all of us we will push. Tutapigia Hanifa tumwambie about your situation and please have all the supporting documents and everything just to prove, that what happened has really happened. But sorry so much, condolences to your family, and we are praying for you, and you're really inspiring all of us because uko kwa bado kwa streets na bado unazika ndugu yako. So more power and grace to your family. Asante sana, comrade. Guys, I continue to reiterate, the most dangerous thing to this movement right now is moderate Kenyans who want to go back to normalcy. Manze, your 15K una add, your 5K una add, that 10K I'm earning a month is not. That is what you want to return to. That's what you want to return to. Manze, that's not the Kenya you want. I'm telling you, we can have a country which we have the policies in place, good governance. I'm telling you, where our taxes are working for us, where we have hospitals, schools, roads, infrastructure,
and we have accountability for our taxes. That's what we are fighting for. Until Ruto does not understand any other language, those people who are calling us to negotiate do not even understand why we've been on the streets since day one. So guys, let's meet on the streets, ending the space. Let's keep up the spirit. Viva comrades. Let's move forward. Ruto must go is the hashtag. Keep pushing. Thanks again for coming. Kwaherini.